Mzee, sisi tumekuja na tatizo letu. Kwa nini mumefanya ujinga huu? Ni wasi kitu kimoja. Kuweni makini kwa tokeo mliolifanya, lakini hata hivyo mimi nitakuweza kukusaidieni. Mimi nimeacha babu, kutoka kote tulipotoka tumeamini kwa wewe ndio msaada wetu mpaka tumefika hapa. Kwa hiyo ukituambia kuwa uwezi kutusaidia kwa lolote, kidogo unatupa mtihani mzee wangu. Tunakuomba jukuze tusaidie. kama kukusaidieni, lakini mpaka sasa hivi sina cha kukusaidieni kwa kuwa na mimi habari hizo nimeshaacha. Kwa hiyo mzee wetu, hauna neno lolote la kutuambia, hata dua tu, ili hadi siku tunapokwenda mambo yetu yawe mazuri? Naeleza hivi kwa vijana wangu, mmefika hapa kwangu kwa ajili ya masikitiko yenu, na mimi ninakuelezeni kwa lolote litalotokezea kwenu nyinyi, basi halitoweza kukupateni. Mimi babu, niseme tunashukuru kwa ukarimu wako na tunashukuru kwa dua lako. Kwa hiyo sisi tunaomba basi turudi nyumbani salama, mambo mengine yataendelea. Basi nadhani tuanzie hapa. Nadhani mandhari ya kampuni haya mwenyewe unaanza kujionea. Wale vijana ambao niliwapatia kazi ya usaidizi hapa ndicho walichokifanya mpaka kufikia hatua hii. Haribifu, yaani usafi zero, mitambo unakuta mingine imechakaa, yaani hata sijui kama walikuwa wanachukua nini wanapaka nini, hata sielewi, sababu ni muda mchache sana vifaa hivi kuharibika, lakini hata sijui huwa imekuwa kuaje. Kwa mimi nadhani tuanze maeneo haya huku katika mitambo hii hapa nikuelekeze, alafu tuelekee huku katika main factory yenyewe. Basi haina taabu sana. Basi nadhani tuanzie sawa. Hii ni sehemu yetu ya kwanza ambao kama unavyoona hapa, huu ni mtambo wa kuzalisha barafu. Ina maana kwamba barafu zote tunatumia katika processing kule huwa zinazalishwa hapa. Huu mtambo kama unavyoona hali yake, mazingira ya usafi hapa, sidhani kama alikuwa anafuatilia, chafu mtupu. Sasa kwa hiyo faza sasa hivi hizi mashine hazifanyi kazi, zimekufa? Hapana, hizi mashine ni nzima kabisa, tena nzima kabisa, ila tu masuala ya usafi hapa kidogo ndio alikuwa sio mazuri, ndio kama unavyoona, wala hazina ubovu wote, ni nzima kabisa na zinafanya kazi. Habari yako afande? Safi sana. Bwana, nimefika. Wale vijana mpaka sasa hivi sijafanikiwa kuwaona, lakini nimeshaingia kwenye mitaa yao na imani naendelea kusaka zaidi details zao. Subiri kwanza, subiri afande, nakupigia. Ase.
Kina kaka njoni kidogo. Samahani. Kaka oe, hem njoni mara moja. Njoo. Njoni hapa. Kwa majina wananiita Afande Jacobo Masawe, natokea kituo cha kati. Nimefuata sheria ya kuwatafuta nyinyi baada ya kuagizwa na mkuu wangu kwamba mnahitajika kituoni. Kituoni osi. Kuna nini huko kituoni? Mpaka unakuja kutukamata. Mkishafika kituoni ndo mtajua nini mnaitiwa. Sisi tumeelewana? Asikia nikwambie. Hayo mavazi yote anaweza kashona tu akavaa, umeshanielewa? Afu informa tu. Huwezi kutuja kutuchukua si kama hivyo. Una kitambulisho una nini unamwambia nani aende kituoni babu? Wewe unamuelewa wewe? Sio kweli. Nimeshasema toka awali. Naitwa Afande Jacobo Masawe kutoka kituo cha kati. Sisi tumeelewana? Na imani mmeshanijua mnana na kunitambua kwamba nipo kisheria. Sasa anahitaji tuongozane tuelekee kituoni. Mimi nachoona hapo Tambala hakuna cha kubisha. Ukweli wote tushauona, kitambulisho katuonesha. Mimi naamini huyu ni afande wa kweli. Si cha kufanya tuongozane. Twende kituoni tukasikilize kitu gani tunachoitiwa. Sema mwanangu, mimi kila siku nakwambia unyonge dhambi. Alafu tunaendaje kindezi mwanangu kituoni kama hivi, anakuja informa mmoja anaje kutuchukua sisi kizarau kama hivi mwanangu. Asikia babu, wewe tembea. Umeshanielewa? Kama vipi mlete kiongozi wako. Mimi siwezi kwenda mwanangu. Msitaki nitumie matumizi mabaya ya silaha. Sisi mshanielewa? Kipindi napata mafunzo nilipitia magumu sana. Sasa msitaki yale nilopitia myapate nyinyi. Nimesema mkumbuke na hapa ipo. Tuelekee kituo. Mnapinga? Sisi ndo kwa asili. Kuna wengine tunakuja huko. Sema wakiwafatisha ajawa. My men, here is the receiving room. All the process is starting here. People from outside the place come here. Wanaanza kuchukua order hapa. Wanaweka order hapa. Ina maana shughuli zote zinaanzia hapa. Ndio receiving room maana yake ilivyo. Working material store, kama ambao material yote bwana tunakuja kupakiwa hapa. Mbona vijana hicho kifanya? Emergency exit ina maana kwamba kunakuwa na shida professional zote kwa ndani. This is the way. Hapa ni sehemu ambazo watu wanatakiwa watokee kama kutakuwa kuna hitilafu yote. Tunajua tena masuala ya usalama muda mwingine hapo kwa hayapo vizuri ndani, basi huo ndio mlango wa kutokea. Emergency kwa ajili ya dharura tu. Sio watu kuachia wazi kupita kufanya nini, huu ni kwa ajili tu ya dharura. Basi Fasa, mimi nikushukuru kwa hatua hii tuliofikia, na pia nitahakikisha mambo yote yanakwenda sawa na tutazidi kufahamishana kwa kila kitakachojiri.
na kwa sababu mimi sio mzoefu sana wa hizi kazi na sio mzoefu kabisa, kwa sababu ni mara yangu ya kwanza kuingia katika hizi kazi za kampuni za uzalishaji. Hivyo basi tutakuwa tunafahamishana kwa kila hatua tutakayofika, ili mradi mambo yao yamekwenda katika ustadi mkubwa. Okay, kwa hiyo mimi nadhani katika swala la uzoefu hilo wala usijali, kwa sababu hata wale walioondoka walikuwa nimewaleta hapa hawajui kitu. Nimewaelekeza uzuri wake kwamba mitambo ya humu mingi ni automatic. Sawa, ni automatic. Ina maana kwamba kama kunakuwa na shida yoyote sehemu, yani yao wenyewe inajisensi katika system pale. Kuna kompyuta ambayo inaonyesha system zote. Ina maana kwamba kuna ishara tu itakuonyesha tu kabisa itata kitu fulani kinaleta chenyewe. Sio ile mtambo ambao ni manyu nini Yaani bahati nzuri mitambo ya humu mingi ni automatic. Kwa swala la uzoefu wewe wala usijali, kwa sababu binti yangu hapa pia anafahamu. Sawa lakini unajua wanawake, na ndio maana nikaamua kuona, kwa sababu wewe nimekuona na nimekuwa na imani na wewe nimekuamini, ndio nimeamua kukuleta hapa, na nyinyi mtaendesha maisha yenu kupitia sehemu hii. Kwa cha msingi tunza kikutunze. Sawa Sawa. Haya, mimi niwatakie asubuhi njema. Basi mimi nikaendelea na shughuli zangu nyingine. Au kuna jipya? Kwa baba wangu mimi hakuna jipya, labda kwa sister Naira. Naira? Abe baba. Naona kijana huyo mfanya kazi kwa weledi, uwe makini, lakini kama kutakuwa kuna shida yoyote, ni wote mnifahamishe mapema. Muishi kwa upendo, kufahamiana vizuri, mupendane mtu na ndugu yake. Sije katokea mikwaruzo tena ya hapa na pale na itakuwa mambo sio mazuri. Kwa cha msingi ndugu huyo na kuachia muelekeze vitu vizuri kwa weledi. Sawa. Ili mradi mambo yapate kwenda. Sawa. Sawa? Sawa. Kiongozi. Nzuri, vipi habari yako? Tunaendelea vizuri, tunashukuru Mungu, unaendelea vizuri. Nimekuja huko katika mazingira yangu ya kiwanda huko kumuonesha binti yangu, na kuna jamaa nimempa hapa kidogo anisaidie usimamizi. Kwa hiyo nipo huko. Taarifa gani? Umeshawapata Ni kituo kipi hiko? Okay. Basi nadhani ndani ya dakika chache tu nadhani nitakuwa nimeshafika. Ya. Haya, sawa, nashukuru. Dakika chache. Sawa kiongozi. Haya, sawa. He's the effects of finance. Effects of finance.